Hongera kwa kuweza kuona mwaka 2026 na nikupe prayer point 5 ambazo zinaweza zikakusaidia katika kuomba kwako unapokuwa unaomba kwa ajili ya mwaka huu mpya wa 2026. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa uombe, Mungu akupe neno kwa ajili ya mwaka. Mwaka unapokuwa unaanza lazima uwe na neno ambalo linakuwa ndo mwongozo, neno ambalo linakupa mwangaza kule unakokwenda. Utasikia wengine wanasema huu ni mwaka wangu wa kuinuka tena, huu ni mwaka wangu wa kuongezeka, huu ni mwaka wangu wa kupanda viwango vya juu zaidi, huu ni mwaka wangu wa utawala. Ni vizuri zaidi ukaanza na neno katikati ya mwaka mpya unapokuwa unaanza. Na mara nyingi hili neno hulipati from nowhere. Mara nyingi ni Roho Mtakatifu ataliangusha katikati ya moyo wako. Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa unaanza kuombea mwaka mpya 2026, Mungu akakupa neno ndani yako utakaloweza kutembea nalo. Kwa mfano sisi kwetu kwenye familia ya Ushindi tunalo neno linalosema kupungukiwa sio fungu letu, kupungukiwa sio fungu langu, Zaburi 23 mstari wa kwanza. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na neno ambalo lina stir up your spirit, your soul, your mind and everything. Lakini eneo la pili ambalo unatakiwa uombe kwa bidii sana, ni vizuri ukaomba juu ya God's provision. Hakuna maneno mazuri sana kuelezea hiki kitu katika lugha ya Kiswahili, lakini ninaweza nikasema utoaji wa kiungu. Mwaka unapoanza utahitaji ada, utahitaji kodi, utahitaji pesa kwa ajili ya kulipia flame ya mahali unapofanya biashara, utahitaji pesa kwa ajili ya mahitaji yako wewe mwenyewe binafsi. Na watu wengi wamekuwa wakilalamika mara nyingi maisha mwanzoni mwa mwaka huwa yanakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo ni vizuri wewe kama muamini kuomba kwa habari ya God's provision, yani ule utoaji wa kiungu. Mungu anatoa vitu kwa ajili ya kwako, akusaidie kuweza kulipa ada, kulipa kodi, kulipa pango la biashara, kulipa bills zote ambazo utakuwa zinakuhitaji kuzilipa kwa ajili ya 2026. Lakini jambo la tatu, ni vizuri ukaomba kwa ajili ya watu sahihi. Nitakuja kukueleza umuhimu wa watu kwenye maisha ya kwako ikiwezekana kwenye clip inayofuata, lakini natamani ujue ya kwamba mafanikio ya kwako kwa sehemu kubwa sana amefungwa na aina ya watu ambao wanaokuzunguka. Mmoja ya mzungumzaji mkubwa aliwahi kusema, wewe ni matokeo ya wastani ya watu 5 ambao probably kila itwapo leo umekuwa ukikutana nao. Kwa hiyo ni vizuri kumwambia Mungu 2026 ninaomba unipatie watu walio sahihi. Ninaomba unipe watu walio sahihi, watu ambao wanaweza wakanisaidia kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwa sababu utajiri wa kwako, maisha ya kwako kwa ujumla wake yamefungwa katika watu ambao wanakuwa wanakuzunguka kwenye maisha ya kwako. Lakini jambo la 4, ni vizuri kuomba kuepushwa na mabaya. It is so important. Muombe Mungu kuepushe na ajali. Viko vikao vya uharibifu, ziko hila, ziko njama. I'm telling you, sio watu wote wanapenda nafasi ya kazi uliokuwa nayo, sio watu wote wanapenda ndoa nzuri ulionayo ambayo unaenjoy kutoka kwenye hiyo ndoa, sio watu wote wanapenda ukikuona na smile mpaka jina la mwisho huko linaonekana, sio watu wote wanapenda hivyo vitu. Kwa hiyo ni vizuri kumwambia Mungu niepushe na mambo mabaya. Na hapa nizungumze, watu wengi waga tunaombaga kwa mzigo sana mambo mabaya ambapo yanapokuwa yanatukuta. Lakini mimi nakusii kwa yala na paa, ni lazima ujifunze kuomba maombi yanayoitwa kuomba kinyume cha, yani you pray against, unaomba kinyume cha matatizo kabla matatizo hayajatokea. Watu wengi tumekuwa tukiomba kwa sababu kuna matatizo yametokea. So haya yanaitwa, tunasema pray against, maombi unayoomba kinyume cha tatizo kabla halijatokea, kuomba kinyume kabla ya magonjwa hayajatokea, kuomba kinyume kabla ajali haijatokea, kuomba kinyume kabla mambo mabaya hayajakupata. Na ndio maana tumesema jifunze kuomba kuepushwa na mabaya, itakusaidia sana, na kuna mahali utavuka, na mabaya yakitaka kutokea yanashindwa kuja kwako kwa sababu tayari umekwisha kuomba maombi ya kujikinga na mabaya. Ni kama unatengeneza, tunasema these are kind of, we calling it defense prayer, maombi ya kujiami. Ndio maana unasikia kwenye ile sala Yesu anawafundisha wanafunzi wake, anasema utuepushe na yule mwovu, utuepushe na yule mwovu, usitutie majaribuni. Hizo tunasema ni defensive prayer, ni maombi ya kujiwekea ulinzi kabla tukio baya, kabla jambo baya halijatokea kwenye maisha yako. Lakini jambo la 5 na la mwisho, omba ulinzi kwa ajili ya kwako. Omba ulinzi kwa ajili ya kwako. Make sure you pray, unaomba kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kila kitu kuhusiana na wewe. You better pray for protection, divine protection. Huu ni ulinzi wa kimungu. Mwambie Mungu nifunike
funika kazi yangu, funika biashara yangu, funika watoto wangu, funika ndoa yangu, funika kila kilichokuwa cha kwangu, funika biashara ya kwangu, funika. Omba maombi ya ulinzi. Listen to me, Biblia inasema adui ni kama simba wangurumaye akitafuta kumpata mtu ili aweze kummeza. Adui ni kama simba wangurumaye. Kwa hiyo ili kuweza kumshinda adui anaitwa simba, ambaye ni shetani, ambaye anaitwa simba wangurumaye, ni lazima uanze kuomba ulinzi kwa ajili yako. Hizi ndizo prayer point 5 unazopaswa kuomba wakati unaoanza mwaka 2026. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na dunia akubariki sana. Unaweza ukacomment, unaweza ukalike, pia unaweza ukasubscribe channel ya kwetu ya YouTube ya Victory TV. Lakini pia nikukaribisha kwenye familia yetu nzuri, familia ya ushindi. Tunazo group za WhatsApp, lakini pia nikukaribisha kwenye ukurasa wangu wa Instagram kama Mwalimu Mfinanga. Huko kote utakutana na mambo ambayo yatabadilisha utu wako wa ndani, yatakutengeneza, utakuwa kiumbe kipya tena. Lakini zaidi sana, kama unatamani kupata maombi pamoja na ushauri, namba za simu ziko hapo chini. Unaweza ukawasiliana nasi, tukaomba kwa ajili ya kwako, tukakupa ushauri kwa ajili ya kwako. Lakini bila kusahau, tunadili na mambo makubwa 3. Tunadili na imani, yaani umjue Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunadili na malezi ya watoto, na jambo la mwisho tunadili na uchumi. Hizo ndo calling 3 ambazo Mungu ameziweka ndani ya mioyo yetu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Mpaka wakati mwingine tena. Amen.